ambapo kufikia sasa takriban majimbo 20 hesabu ya kura kutoka majimbo 20 nchini humo yameweza kutangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi nchini humo, na kulingana na matokeo hayo ya awali, basi mgombea wa rais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM ambaye basi ni Rais Samia Suluhu Hassani anaongoza kura kwa kura dhidi ya wagombea wengine 16 kutoka vyama mbalimbali ambavyo basi vimekuwa pia vikigombea na kuwania kiti hicho cha urais. Pia ni kuweza kuarifu tu kwamba kutokana na maandamano basi na vurugu ambazo zimeweza kushuhudiwa Jumatano na Alhamisi hii, basi mashirika mbalimbali za ndege, mashirika ya kimataifa ya ndege yameweza basi kusitisha safari za ndege zao kuelekea Tanzania kwa hofu ya ghasia hizo na vurugu, na pia huduma za usafiri kutoka Tanzania bara na kisiwa cha Zanzibar ambacho pia kipo chini ya serikali ya sasa ya Tanzania, basi huduma za usafiri zimeweza kusitishwa mara nyingi. Basi wale wanaoelekea Zanzibar kutoka Tanzania bara mara nyingi wao hutumia feri, ambapo basi huduma za usafiri zimeweza kusitishwa kwa hofu ama njia moja ya kuweza kudhibiti usalama kutokana na maandamano ambayo yanaendelea Tanzania bara. Zanzibar, ikumbuke kwamba Zanzibar pia wameweza kupiga kura kutoka Jumanne mpaka jana Jumatano. Jumanne walikuwa basi wanawachagua madiwani na viongozi wao pamoja na rais, na hiyo jana rais wao pia aliweza kupiga kura. Rais wao Hussein Mwinyi aliweza kupiga kura ya kuweza basi pia akitetea kiti chake kupitia chama cha CCM, na sasa kuna hofu kwamba vurugu hizo zinaweza kuvuka mpaka Zanzibar. Hivyo basi serikali ya Tanzania imeweza kusitisha huduma za usafiri ili kuweza kudhibiti usalama. Na pia niweze kukuarifu tu kwamba rais wa chama cha wanasheria Tanganyika nchini Tanzania Bwana Boniface Mwabukusi ametoa wito kwa serikali pamoja na vijana ambao wanaandamana. Ametoa wito maridhiano ya dharura kufuatia maandamano na vurugu hizo, na kusema kwamba taifa hilo linaelekea kwenye mgawanyiko mkubwa kufuatia kupuuzwa kwa mahitaji ya wengi. Amesema kwamba ni wakati sasa wa upande wa serikali na waandamanaji kuja pamoja ili kuweza kuafikiana na kuweza kupata suluhu ili kuokoa taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Basi ni hayo tu kwa sasa ambayo naweza kuarifu kutoka Tanzania. Mtandao hapo awali hiyo jana, mpenzi mtazamaji, na juzi Watanzania wengi waliweza basi kuzuiwa kutumia mitandao ya kijamii baada ya serikali kuweza kulemaza huduma za mitandao ama interneti, na hii leo kuanzia mida za saa 9 hivi interneti imeweza kurejeshwa nchini humo, na basi taarifa zinaweza basi kutoka kule ili ulimwengu uweze kujua ni yapi yanaendelea kule na ni kipi ambacho basi kinaweza kufanyika. La mwisho kujuza kuhusu Tanzania ni kwamba wafanyakazi wa serikali na pia wafanyakazi wa kibinafsi wameweza kushauriwa kuweza kuendelea kufanyia kazi nyumbani. Hii leo wafanyakazi wa umma walitakiwa kufanyia kazi nyumbani Alhamisi hii tarehe 30 Oktoba 2025. Hiyo kesho pia msemaji wa serikali Gerson Msigwa ametoa taarifa akisema kwamba baada ya kufanyia kazi nyumbani hii leo, wafanyakazi wa umma na wale wa kibinafsi wale ambao wanaweza waendelee kufanya kazi nyumbani, wakiendelea kuangalia vile hali ya usalama inakuwa inaendelea kuwa, na baadaye basi taarifa rasmi ama za ziada litaweza kutolewa kwao. Na lingine ni kwamba basi ile amri ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni nchini humo bado inaendelea mpaka saa 12 asubuhi, ishara kwamba jioni kuanzia sasa hivi hakuna yote yule ambaye anapaswa kupatikana nje isipokuwa polisi na walinda usalama, ili kuweza kuzuia maandamano ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa hilo na kuweza kudhibiti usalama. Kutoka kwetu hapa nchini Kenya na Dira ya Hope TV, tunawatakia kila laheri Tanzania na kuomba kwamba taifa hilo lisimame kwa amani. Mimi ni Dickens Luvanda. Boniface Mredhi amekuwa mkalimani wangu. Kwa heri ya kuonana tena.